Msiwahi kubali. Hiyo mkikubali mnanyongwa. Na nyinyi watoto wadogo mkinyongwa, wewe unasikiaje? What's hiyo kunyongwa yenye nimenyonga tai? Kunyongwa ya kuuliwa ama ufungwe maisha. Yaani hiyo kesi hata haitawahi sikika tena. Imeisha. Tukasema, kwani shida ni nini tena? Kwani tumeharibu mambo? Kwani uokovu sasa tutadanganya Mungu? Tutasema ni wewe bado umewaona mwenye ameokoka leo alafu unamuonyesha dhambi? Haitaki kabisa. Haezi. Ama mtu amewacha pombe 1 week alafu kutane na yeye na lizacha kumwambia kuja uonje, utaona anakulenga. Lakini tukaingia kwa mashauri ya lawyers. Hapo ndipo ndio nikajua kesi ya murder case unapewa free lawyer. Free lawyer na government. Kwa maana ni kesi nzito sana. Hapo ndipo tulienda tuchunguzwe akili, tuchunguzwe umri, tuchunguzwe vizuri sana. Tulikane sisi ni wakina nani. Anajua tulienda tukachunguzwa akili. Ziko sawa. Na unajua vile inachunguzwa? Akili inachunguzwa aje? Sijui. Unaona vile niko na wewe tunaongea. Naanza kuita Gitau. Alafu uitike Gitau. Yaani high tone, low tone, unaona? Na kustua hivi nione reaction hizo. Alafu wakaandika barua hawako sawa. So nikasema kumbe hii ndio kupima akili. Mimi nilidhani kuna mashini unaingia. Hata hapo mashini nilidhani nikipelekwa kuingia, nikipata mahali nitafanya nikufe nitafanya. Sasa nikaona tena nimekaa na mtu tu hivi ninaulizwa. Mimi nafikiria ile ni mashini mahali utaingia na upimwe kama uko sawa, nifanye kitu mimi niende. Nikapata ni hivyo, tukarudishwa after 1 week tena kotini. Tulirudishwa bado cell. Kotini sasa ndio tukasema, Amos Otieno, hii na hii ulifanya? No. Ya kwanza ulikubali, hii after kuadvisiwa na lawyers ukakata. Kwani njia gani utataka kusaidika? Kunyongwa? Yesu umekubali Yesu Kristo. Utakubali kunyongwa? Ngumu. Hata sasa watu wanasema niko tayari kukufa kwa ajili ya Kristo. Uwezi. Hakuna kitu wokovu wanasema. Hakuna. Wewe uko tayari? Sahi. Wanasemanga hata sasa ukiona wewe nimekuuliza tuko naye, uko tayari sasa kukufa kwa ajili ya Kristo? Which means ampendi basi injili. Uko tayari? Niko tayari. Kufa? Yeah. Ukuje tu nishuti na nikufe nikiwa hapa, nitafurahia. Ukushu utatoroka? Kama hiyo ndio njia, niko tayari kwa maana naogopa kurudi kwa dhambi. Lakini watu wengi heri basharudi kwa dhambi na sikufe. So nikasema enyewe tuliokoka, lakini kwa ajili ya pressure ya lawyer mandugu zetu wameingia, madada, mambo imeumana, wazazi nini, yani vitu marafiki, tukabidi tu tukatae ili hiyo mambo isikuwe na ugumu. Kukataa ndio sasa kesi kaanza. Sasa tunapelekwa remand kotini, remand kotini, hadi Mungu akakuja akatusaidia. Umewahi ona 1,000,000? Haujaiona? Umewahi sikia tu? Mimi sikuwa nasikia, nimeona. My first time kuona niliona kwa gazeti ya Kenya. In fact nikiwa form 2 ndio niliona ikiandikwa 1.2 kuandikwa, ama ile ya kuandika nikiwa shule. Ndio niliona hiyo pesa mimi. Unanipata? Hiyo ndio siku nilisikia judge. In fact our judge alitafuta Chief Justice juzi mwenye alikuwa amesimamia kesi yetu, anaitwa David Majanja. David Majanja aliniuliza, hii kesi ya hawa 1.2 is enough for them? Kila mtu malawyers, kila lawyer kaitika ni sawa. Kumbe sisi ndio tumepewa kidogo zaidi. Na mimi nauliza, naangalia Victor hivi, Victor ananiangalia hivi. Kuangalia Victor analea. Kuniangalia huku, kumbe nimeshachanganyikiwa. Nimetoka hivi na kizunguzungu, ni kama naenda kuanguka. Kwa hivyo hii 1.2 ndo bond mlipewa? Hiyo bond pamoja na surety yenye tumepewa. So Mungu akatusaidia. 1.2 ikarudi, tukatoka na 300,000. Hiyo ndio bond sasa ndio tuliachiliwa, kwa maana hiyo 1.2 haingepatikana,
ingekuwa vitu zetu zote ingekaa hata gharimu hata 100,000. Akina Victor ingegharimu. So tumezidi kukaa juu ya kukosa hiyo 1.2. Tukaonewa ruma. Ndio tukapewa 300,000 pound. Ndio tukatoka nje. Tukaenda probation. Unaenda ile kulima kwa chief, kuenda nini, kufanya nini for 3 years probation. Mungu akatusaidia, kesi ikaisha, tukakuwa wahubiri. How was life palivo prison? Labda kabla mjatoka ilikuwa vipi? Siwacha niongea na huyu mwenye ako nje aende prison. Juu prison mwenye anatamani kuenda akiwacha aende. Ni mahali pazuri. Ni mahali sio chakula ni bure, ni ya serikali. Ni nzuri. Nikwambie kitu. Unaona hii kitabu? Hii ni cabbage. Unaona vizuri mtu amebeba. Na maji moto iko hapa. Anatoa hii ngozi akiweka kwa hii maji moto. Alafu naona akipiga maji hivi anasema, "James, kimbia haraka, leta chumvi." Na mwingine pia kuko na 20 liters zake. Anakuja inamwagwa pamoja hapa. Na kuna kisiki imekaa hivi mguu 4. Inakorogwa. Alafu inapigwa ile ring bell. Ina ring, then watu wanapanga line, chakula iko ready. Hiyo ni cabbage na supu. Hiyo cabbage hata vile imepikwa mbaya inaweza kulenga kupata. Kwa nini watu wanatamani supu kuliko hii cabbage? Hii supu ya cabbage hata ni fact ndio ilikuwa chakula changu sana. Maana vile imepikwa at least chumvi iko mbali, nini mafuta hakuna, lakini sasa ni gerezani. Ndio maana nakwambia wacha huyu wa nje aende gerezani. Huko gerezani, okay, kuna kitu sijakwambia. My first time kuingia gerezani, na ujue niko na stress yangu, nimepewa 1.2 million. Nilipe. Hiyo pesa nimepewa nilipe, imenishinda nikaletwa rumand. Hapa rumand kufika vile tuko na wewe hivi, uko na stress ya rent at least. Ama uko na stress ya hujalipa gari, umechukua loan at least. Hizo ni ndogo sana, ni ndogo. Wacha hata leo sasa inaweza kuwa kama by the way leo niko na stress ya kwamba tarehe 5 inafika na sina hata shilingi ya rent na sina kazi. Unanipata? But unapata ya kwamba uko mali unatamani, watu wewe najua utamani kwenda. Paul, wewe sitamani. Uko mali watu wanatamani kwenda. Stress inaingia. Alafu unaambiwa sasa leo tuko na mgeni wetu. Vile umeniambia leo tuko na mgeni wetu hapa kwa Cloud TV, Bethel, anataka. So akasema kwa leo wageni wenye wametutembelea. Unajua kumbe hata prison huko umeenda kama mgeni, si kwako. Kumbe kila mtu ni mgeni huko. Ona kama church tunakaribisha wageni wenye wamebaki. First time wabaki tuwaongeleshe. Nikiwa nimeingia huko prison. Unaambiwa utunge wimbo na uimbe. Aswa hata usingangane kutunga. Uimbe ile ya dunia. Hawa ni prisoners wenzako wanakuambia. Yeah. Anajua ni usiku saa 4 usiku. Maskari wameshaenda kulala. Wamebaki tu mmoja wenye wako duty kwa mlango ile moja. Hebu unadhani hata wimbo ya Diamond nilijua. Hiyo nyingine sijui inaitwa Nyongwa. Hiyo wimbo nilipenda. Nikitembea kwa barabara niko na earphone. Kijana anajisikia naimba Nyongwa. Hiyo wimbo ilipotea. Kwa maana uko hapa na ile 1.2 inakusumbua akili. Hii kesi inakusumbua, umeua inakusumbua, umeokoka, unataka kutumikia Mungu, hujui hata utafanya uko gerezani. Yaani dunia kivyake, mambo huko upangi unapangwa. Unajua kuna wakati pia uliniambia like for example kwa kesi yenu mnaeko ina special hall. Wengine wakilindwa na rungu, nyinyi mnalindwa na bunduki. Gerezani imegawa. Gerezani imegawa. Unaenda uone mtu gerezani nako kwa ordinary. Unaenda uone mtu gerezani ni mfungwa. Unajua hata mfungwa ni mtu anasetamani kurudi jela. Mfungwa ndio yule sasa unaona amevaa zile nguo za jela. Lakini ordinary pia tuko na capital pia tuko na nguo zetu. Sawa. Hizi wa rumand tuko na nguo zetu. Ordinary wako na nguo sawa, lakini ordinary anavaa ile nguo alishikwa nayo. Lakini sisi tukiingia huko rumand unabadilisha, unavaa ingine. So sisi tunavaa short sana. So huko unapata mfungwa unaweza tuma yeye sigara na anaenda na narudi, hapotei. Kama ulifungwa miaka 5
na sasa hivi unatumwa kwa duka na umebaki na wiki moja, utapotea kwa ajili ya wiki ama mwezi moja. Umesasukuma miaka 4. Ukipotea na upatikane na damu. So heri ukubali tu uende kama mjengo rudi. So watu wa Capital House hapo hata kuleta chakula, unaona chakula nimeona gerezani. In fact ufisadi yaishi Kenya yenu hapa ambayo mimi nimezaliwa, nimeona ufisadi hadi huko gerezani. Ni kubwa. Akwamba unapata unabeba pesa. Ujaniuliza nilikuwa nabeba pesa wapi? Pesa nimebeba kwa boot. Mimi natamani mtu aende gerezani. Wacha kuenda kupelekea watu chakula. Enda wewe mwenyewe, fanya kosa uende. Aki utarudi kama umeokoka. Hata hakuna mwenye atakuhubiria. Huko gerezani nilifundishwa vile kubeba pesa kwa ajili ya shida. Kwa maana unaona nimekuja court cell. Kwa kotini tukikuja, wewe rafiki yangu, dadangu, si umekuja kuniona. Kiakili unaona ukinipea kangiri itanisaidia. Yes, itanisaidia. Lakini ili hiyo pesa ifike huko, upeane kama nyingine, nipeane polisi ya bebe. Na huyo polisi akibeba kate 800. Nibaki na atiwa askari jela ni askari jela. Ni kama amefungwa. Hana mali anapata marupurupu. Hana njia yoyote. Anategemea hiyo pesa yake. Hiyo tu. Unless upate yule mwenye sasa ujanja imeingia. Na ikiingia ikipatikana unajua ni kuvutwa. So ikawa huko rumandi, ambayo sasa ndio mahali mtu akitoka rumand anaenda sasa kukuwa mfungwa. Yaani kesi imeisha mpaka imesakatwa. Ameshakata kauli ya kwamba sasa wewe unafungwa. So unapata mtu mwenye ako rumand, yeye hana uhuru. Kuota jua tunapimiwa. Tunatoka saa 2 in fact tunakunywa uji. Uji yetu sitafute ilikuwaje. Nikikwambia vile unakunywa unaweza tamani kwenda gerezani. Ni maji kabisa, bora tu uone unga kwa umbali. Unga utaona mpaka useme yenyewe hii ni unga. Lakini wewe utasikia unakunywa maji. Sawa. Hiyo naongea na mwenye anataka kuenda. Sawa. Ni mimi ni mhubiri, wacha nisaidie huyo. Kwa maana natamani kuenda sasa. Wewe mama, wewe yuko vile unanisumbua. Ni maandiko kwamba mtoto atageuka aue mzazi. Mzazi pia ikakuwa hivyo. Sasa tu yari in a rotten generation. Where kila mtu anaonanga anajiamulia. Jiamulia ya kwenda gerezani. Haki utajiamulia kuokoka. Huko rumand. Nimekaa kwa line tunakula. Tukiwa tunakula sasa, unajua kunguni imesaa kuwa rafiki yangu. In fact kunguni hata sasa ikiniuma sijuangi. Ulikuwa umeshazoea? Sijui hata sijuangi. Kuna siku sijui nilipanda matatu na nikakuwa na kunguni. So mkangu akaniambia, "Wewe umekaa kwa kiti na ndio kitu inakutembelea ni nini?" Nakamwambia, sijaona." Akaniambia, "Na siku 2." Akapata imenona. Akamwambia, hizi hata ikiniumanga sisiki." Alicheka sana. Ulikuwa ushazoea kwa rumand. Yeah, kwa maana sasa huko kunguni, wewe unaunga kunguni hivi na heshima zile ndogo ndogo ama uue hivi na heshima. Huko unaua hivi. First time kuwa kunguni hivi, nilikula kofi 3 kila siku. We, kuja nipunguze, imebaki ngapi? Ati moja. Si jana nilikuwekea 3 ni 3. Kuja. Leo inabaki sasa, ndio inabaki sasa ya kesho ndio tumalizane. Nikwambia ni mara 3. Ni sawa. Unajua unapigwa jukuu kunguni, unapigwa na mfungwa mwenzako. Arumand. Mwenye mkono kwa rumand. Sasa akaniambia kunguni mbele ya watu hivi. Kwa maana watu wote huko dunia hakuna mwenye amekubali kukaa na sisi kwa nyumba. Ni sisi kunguni ndio ndugu zetu. So unaua na heshima. Hebu leta nguo yako. Unaona kama hii. Nauma hivi, ukienda rao, tunachukua hivi, ukienda, unakuja. Asiwacha watu waende gerezani. Kwa nini unawashtua? Ngoja kidogo. Kunguni. Bedbug. Yeah. Unaua na mdomo. Na iko na damu. Na iko na harufu ingine. Ile inakaa harufu ya sheda vizuri. Unaua. Na unajua 1.2 pia unatafuta. Na uko gerezani. So, mpaka sasa. Kwa hivyo sheria huko ilikuwa kuua kunguni na mdomo. Yaani wewe unaweza kuja gerezani. Mimi nilikuwa mtukutu, sikuwa nimeokoka. Tuseme mtu sasa amekuja huko hajaokoka. Ile kusumbua huko, baada ya anasumbua hapa gerezani. Sasa kumbe unapata sheria yenye uko anda. Ni mtu tu yenye hata ukimkasia
Hakuna. Lakini sasa ni mtu ameua. Hakuna kesi 5 ya wenye wameua. Alikatakata shosho yake hivi na akaweka kwa gunia. Huyo mtu akikwambia uue na meno utakataa. Haitabidi. Aliniambia toa panti yako, toa mbele ya watu wakiwa kwa line. Mimi nakwambia bana, hizo siwezi fanya. Watu wakaniambia wewe unaonanga hii nyama inakuanga kwa huyu jamaa hivi. Ni yake ilikatwa huku kwa mataka kasaidiwa. Hizi ni alama za bunduki ilikuja kangoa hiyo. Sasa huyu jamaa wewe unakataa kutoa nini? Si utoe tu heshima na huyu jamaa. Kwa maana hata maskari wanamjua. Nikatoa kwa ajili ya pressure. Gerezani sio mahali pa kutamani na sio mahali pazuri kwa yule mwenye anasema. Hivi labda now on that. How has life been after gerezani? Ulitoka remand lini ama kesi ilisha lini? Okay, aswa kesi imeisha 2017. Ndio sasa hiyo probation yote ikaisha. Lakini kuokoka nimeokoka hiyo 2014. Sasa hiyo wokovu ndio sasa nikitoka gerezani. Ilikuwa ni kama nimevaa. Kama kofia nilikuwa nikitoka tu gerezani. Vile nilikuwa nalilia Mungu. In fact gerezani tuko na saa ya kuabudu Mungu pia. So ili strengthen the inner man. Ya kwamba unapata watu wanasema leo saa 4 ni saa ya Waislamu. Saa 11 ni saa ya Waislamu. Saa fulani ni saa wa Kristo. So hapo tunapiga makofi. Tunaimba mpaka unasahau shida yako. Tuko na pool. Tunacheza kidogo akili yani ile draft akili ipotee. But gerezani life after prison ndio imetengeneza Amos. Live alone life after birth. Life after birth imenitembeza hizo zote nikakuwa prison. So life after the second birth ambayo ni wokovu. Ndio sasa imenitengeneza leo. Sasa nadhani hata mwenye ataniwatch aone niko na suti hata sema ni mimi. True. Yeah, you told me kuna watu hawaaminigi this was the Amos wako na. Mtu aone nimeshika mic ati niko church. Hata mwingine nilikutana na yeye I think ni 3 weeks ago akaniambia, bwana kwani unaishingi huko ati mimi niko huko?" Na uko smart? Nakwambia mimi niko smart, Yesu amenilinda na Bwana asifiwe. Ataniambia ati Bwana asifiwe nani? Nati. Wewe nati. Watu kumbe wanachezea hiyo Yesu. Hata umeokoka? Nikamwambia ndio nimeokoka. Ni sawa, nipe tu namba yako tukaona ananilenga kwa maana baada ya kwa dunia. Lakini alinitafuta akanipigia akaniambia, "Bwana, mimi nimeenda kwa page yako FB nimeona hakuna mahali umevaa matambara. Kwani?" Nikakwambia, "Bwana, life after second birth imenitengeneza." Oh wow. Ndio imenisaidia. Nikakuja nikawa sasa nimetoka. Wakati wa kutoka gerezani sikukaa kwetu. Unaweza kaa mahali umeua. Mahali kesi iko ya kwamba wale familia wakikuona hasira inawapanda. True. So nimeenda nimekaa mbali. Huko mbali nimekaa ni kufanyia mtu kazi ya shamba boy. Mimi kufanyia Mungu kazi ya nistui. Ni kitu na hata kuosha choo. Kwa maana nimefanya shamba boy. Nalipwa ngiri 4 na hiyo ngiri 4 yote inaenda kotini kwa lawyer. Lawyer anakupigia, unajua kesi mnakuja kotini, mnajipanga aje? Sio kujipanga aje, anajua ili kesi atetee ulete kitu. Naleta yote, fair nimekopa na nimelipwa mshahara. So nikawa nimepata tofauti after wokovu. Nimekuwa mtu tofauti. Nikakufika mahali naitwa pastor. Ni Mungu. True. A long journey. Yeah, true. And of course pastor, you also umesema katika kumtumikia Mungu kuna kitu ambacho uliweza kunimentionia that you are so passionate about helping ama kusaidia wale ambao labda wana shida ya akili, wengine wenda wazimu, mambo kama hayo. Waambie watazamaji wetu. Asante kwa hiyo umenikumbusha. Hii ni ombi. This a request. Unajua kuna ugonjwa kubwa iko mbinguni. Kuna ugonjwa iko mbinguni kubwa. Haijawahi tibiwa, haijawahi pona. Ni ugonjwa ya watu wachache wa kazi wa Mungu. Tuko na yani maandiko inasema ya kwamba wafanya kazi ni wachache. Kazi ni mingi. So unapata hiyo ugonjwa ni ngumu, haijawahi tibiwa. Na njia ya kutibiwa
ni mtu kusikiza mtumishi na asikie ni nini kiko ndani yake. Na hiyo kitu inaweza fanya at least kingdom isiongezeke. Wafanyakazi wakuwe wengi. Unanipata? Hata kama watakuwa wengi kwangu, lakini ninaweza kuwa na 5. Wewe uko na 5. Kwa maana mimi Mungu amenipa kibali tofauti. Mimi nina uwezo ya kuongea na mwendazimu yoyote. Sio kuambia kwamba ati na guess. Nimetoa mwendazimu kwa soko, uchi bila nguo. Uchi bila nguo, na nikamuita na kawa ananilenga, baada akakuja. Unajua vile alinikuja, nikasema kwani huyu ananijua? Alikuja kuniaga. Na ni mchafu. Huku kote. Sijui naweza sema ni forest ya wapi. Na imekuwa kala ya ile mchanga, iko brown, imetoka black, imekuja white. So, pia nikamwaga. Na mimi nilikuwa naendesha boda. In fact hata sasa mimi ni mwana boda boda. Imagine. Vile Yesu ametengeneza hivi. Ni Yesu tu. Nikamwaga. Na unajua boda tuko na nguo mingi. Na bado nimevaa jaketi 3. Nini? So nikatoa. Nikambalisha. Na nikachukua ingine nikamfunga. Nikampeleka kwa pikambe. Leo nakupeleka lunch. Kumbe jamaa ongeangi. Yeye anatuma tu. Nani? Onesimus. Kuja, nilete ile. Analeta tu na nakula. So nikashanga mtu anaweza tuma tu mtu kabisa. Wewe na akili mzuri. Ako uchi. Na wewe hata kumpatia nguo. Mimi nikaenda naye kwangu. Onesimus nilikaa naye kwangu. Kufika mimi nilikuwa kiateka mali naishi. Before nifike nimepigia mke wangu. Kambia, madam, mambo poa. Unajua tu kuna mgeni. Na yeye anajua Kai. Pastor akikupigia ni mgeni. Akijua tu ni kazi. Hiyo sio mgeni yule mwenye atakuja na gari. Sio kupika. Na itakuja na mtu mwenye amejaa kunguni. Nitakuja na mtu mwenye ni chokora. Nitakuja na mtu. Si alikuwa ameona mimi tangu hiyo mimi naletanga watu kama hiyo. Hata chache nilizidi. Mimi nikifanya injilisti mali nilikuwa nashiriki. Pastor ananiambia kwani wewe hawa tu ndio unaona, mimi siwezi pata ile mwenye anaweza support ministry. Mimi napata ile mwenye wewe kwako ndiye anataka rely. Ndio anataka msaada. You give without a return. Mtu tumsaidia hata atashangaa kukupatia nini. So huyu Onesimus alikuwa anaitwa Onesimus, akakaa na mimi just 3 months. Now the very day nilimwambia mke wangu take the best cloth of mine ndani ya umpatie avae. Na kitu tu ikaniambia hata kama utasikia uchungu wewe mpe. Then akampea akavaa. That day Onesimus aliniambia kwani niko wapi? Kwani akaanza kurudisha senses. Kwani nimeoga leo. Kwani wewe ni nani? Nakwambia tumetembea na wewe all the way from mali na tumetoka mpaka kwangu na unijua. Akaniambia mimi nidhani unataka kunituma. Kwani nimefika huko aje? Na ni mimi. Kaambia si ni wewe, unaitwanga nani? Ndio nikajua jina. Akaniambia naitwanga Onesimus. Na hapa ni wapi? Hapana sijui. Na huko mali ulikuwa unatembeanga uchi ukiwa mwendazimu. Ati uchi. Ati wapi? Kwani nikaona kwani jamaa ameshakuwa delivered. Hata sijamuombea. Mkanga kaniambia Kai, this is God. Kwani unasema hakuwa naongea hivi? Nikamwambia kuongea haikuwa naongea, lakini once unaweza ongea vitu 3 kama haja kujibu. Onesimus amekaa kwangu miezi ngapi? 3. Na familia yake wakakuja na wamekuja watu wengi na gari na nini. So wakati wamekuja kumchukua ndio wameniletea kama Thanksgiving kukaa na yeye. But Satan akaingia ndani. Wakaona ya hii mimi ndio nilichukua ujamaa kumficha ama nikaa mimi ndio pastor nimemroga. Wakamchukua kwa mkono wangu kwa njia mbaya sana. Yaani kwao wamenipatia basha ilikuwa na 8K. Sijui ni tena mate. Hiyo. Lakini wakaenda naye wakashukuru. But mwisho yake wakani text. Hii mambo na kukua na simu kesa una huko nayo hii kitu ni mbaya. Hii mambo na Google account imesha. Ningekuwa na hiyo wakati smartphone ningemsave. Akaniteka kaniambia I've never seen a stupid pastor like you. Unafanya mtoto wenyewe hivyo. Shit, sijui idiot. Nikasema ni okay. So nikaona kwani huyu mwisho akamaliza kuandika yeye ni dada yake. Sisi ndio tulimkujia. So nikaona hapo Shetani ameingia. Ile furaha alikuwa nayo imetoka.
So nikaawa mimi pia nimesema nitatulia. Na vile nilitulia hadi leo hawajai nipigia, hatujai onana, sijui kwao. Watu kuingiana zaidi ile naweza jua hata huyu ni ikiwa sasa nimekuwa na hiyo kitu imekuwa kama mbegu kwangu. Nikiona mwendazimu nataka nimuongelee. So nikachukua tena mwingine. Nimeona tena amebadilika, nikamleta church. Kumleta church akaingia kwa present worship. Kuingia kwa present worship ile sasa mambo na unajua mtu akiishi church watu wasipende sana watumishi. Yes ni mzuri lakini tusipende. Kwa maana mtu akiishi church mwisho yake unapata amelala njaa, anako hapo, ni Mungu hapo. Kwa maana alikuwa na expect akiwa hapa church atakula, atavaa, mtu atamkumbuka. So akikosa kuona hiyo. Unamwambia ni wokovu, akakosa kuona wokovu. Akapotea na mguu ya gari. Alifungua usiku ya gari ya pastor ya lori ya kuruseri na akapotea na akaenda. Nikawa tena nimekuwa hiyo kitu nikakuwa tu na hiyo kitu tofauti. Nimeishi na mwingine tena. Alirepu kuku yangu. Kurepu kuku yangu Mungu akamuokoa akakuwa present worship. Kuku yangu. Unanipata. So nikasema ningekuwa na mali kama rehab. Unajua mimi nimetembea hii Mathare. Mimi nimeona ile njia yenye wana take care of those people hainifurahishi. Na nimeona hata kama kwa government they are trying. Kwa maana watu ni wengi. Ndio maana nakwambia tuko na ugonjwa ya uchache wa wafanyakazi. So hii kitu ninalemewa sana kwa ajili ya kutokuwa na support. Sijawahi tafuta supporters. Ndio maana sasa nimeamua kukuja kwa media. Hii story ningesema sema kitambo. Lakini nimekaa nikiamini Mungu. So nimeamua kukuja kwa media kwa maana watu wako huko nje wanatamani kusaidia lakini saa zingine watasaidia nani? So maybe kuna mtu pale hivyo ambaye labda anakutazama angependa kusupport this project ambayo unataka kuanzisha rehab, kusaidia at least watu ambao wanahitaji msaada. Watu wanaweza kupata wapi? Ukiangalia kamera. Kwa wenye wananitazama kwa sahi naishi Kitengela. Hapo ndio makao yangu kwa sahi. Na mali naishi Kitengela, namba yangu sijui nitapeana kwa njia rahisi. Mimi namba yangu kunipata ni rahisi. Hiyo ndio namba natumia kwa Facebook, ninatumia kwa WhatsApp. 0741 270041. Rudia tena. 0741 270041. Ukini WhatsApp utanipata, ukini Facebook utanipata. So kwa majina naitwa Amos, vile niliweza kusema hapo awali. Na napenda sana kusaidia watu. Kuna wakati pia niliweza kutembelea hao wenye wanakaa kwa street. Nikapata kuna mtu alikuwa askari, kuna mtu ako na license, lakini anaamua kukaa kwa miti. Ameamua kurandaranda kubeba hiyo gunia. Anasema mimi ni ulevi imenisumbua hata nikienda. Lakini unapata huyu mtu njia ya kudili na yeye ni rahisi. Ukitoa tu samaki ndani ya maji amekufa. So huyu tu bora tu mtoe kwa hiyo environment, akae kwa hii nyumba. Tuko na kitu kama car wash anafanya hiyo driving license, anaenda kazi, anarudi anaishi mali, asumbuliwi na rent. Sisi tumeweka kwa comfortable zone, lakini for a while, for a period of which akisha grow ataona nyewe napatia mtumishi gharama na amesani nisaidia kwa kiwango hichi. Ni njia rahisi, kazi ya Mungu ni njia rahisi, lakini watu ndio hawajaiona. Alright. So Pastor Amos, asante sana for your time. Yes. And God bless you. What a testimony, and thank you for impacting also lives pale nje. And to anyone watching us, remember unaweza kumsaidia kwa njia yoyote. Anataka kuanzisha hiyo like a rehab tu, aweze kutoa watu kwenye streets, ameweza kukupa namba yake. Remember you can send in something small, like we all say, I am because you are and you are because I am. Asanteni sana. God bless you. Until next time.